ambayo kila mtu anaweza kutengeneza kipato kikubwa kuliko muuzaji wa namna yoyote ile, kama akikubali kuwa trained na kuelewa ni namna gani ya kukuza biashara yake kwa kuitengeneza njia namba moja ikawa stable, alafu akaendelea na njia nyingine. So njia ya pili ni njia ya kumshirikisha mtu. Njia ya kumshirikisha mtu, kuna watu wanaifafanua kwa maana ya tofauti. Sasa mimi ngoja nikufafanulie maana ya njia ya kumshirikisha mtu, kwamba mimi ni mwanachama wa kampuni hii, ninatengeneza pesa kupitia kampuni hii, natengeneza pesa nyingi, labda natengeneza 800,000, labda 1,000,000, labda 2,000,000, labda 3,000,000 kwa mwezi, na mimi naenda kumshirikisha rafiki yangu. Naambia rafiki yangu, nina project ambayo inaniingizia shilingi 3,000,000 kwa mwezi, au kama bado ni mwanachama mpya inaniingizia shilingi 800,000 au 1,000,000. Rafiki yangu, nataka na wewe uje ujiunge na project hii, utengeneze pesa kama mimi, na mimi nikufundishe utengeneze kama mimi. Hiyo ndio maana kumshirikisha mtu. Sasa hiyo ni nzuri, ni mbaya? Yaani una kitu kizuri, unamshirikisha rafiki yako, mje mfanye wote, mnufaike wote. Hiyo ndio maana ya kumshirikisha mtu. Sasa basi, unapokuwa umefanya jambo jema kama hilo, utakapomshirikisha mtu, kampuni inakulipa shilingi 50,000 kwa sababu umeletea kampuni asset. Mtu ambaye ni mfanya biashara ni asset kwa kampuni. Ukimshirikisha mtu wa pili, kampuni inakulipa pia shilingi 50,000 kwa sababu umeongeza pia asset kwenye kampuni, umeongeza mfanya biashara. Kwa hiyo basi, kampuni, msingi wa kampuni ni kushirikisha watu wawili. Sasa hii nimekuonyesha mfano kwa kutumia mfano wa global package. Tuna package tofauti tofauti. Makampuni mengine yanasema kwamba unatakiwa ushirikishe watu wengi wewe peke yako, kitu ambacho kampuni nasema huu mfumo sio teamwork, hamna kusaidiana, kwa hiyo sio mfumo sahihi. Sisi hatufanye kitu cha namna hiyo. Ukishirikisha, ukiwa na nguvu ya kushirikisha watu wengine, saidia na walioko chini yako kuweza na wenyewe kushirikisha kama wewe ulivyoshirikisha. So hiyo ni njia ya pili ya kutengeneza pesa. Unaweza kushirikisha watu wengi kama unaweza, ila kama uwezi, unahitaji ushirikishe watu wawili tu. So njia ya tatu ya kutengeneza pesa inaitwa kutengeneza pesa kwa kutumia pair. Hadi hapo nadhani umeshaanza kuiona leverage jinsi inavyozidi kuongezeka. Sasa njia nyingine, utatengeneza pesa kwa kutengeneza pair. Kwa namna gani? Naomba uniangalie. Tuna package za aina tofauti tofauti. Package ya kwanza ambayo nitaenda kuipromote, au structure ya kwanza ni global package. Nitaenda kuizungumzia ni namna gani unaweza kutengeneza pesa kwa kutumia mfumo wa global package. So utakapoanza biashara utaanza kama hivyo, kampuni itakulipa shilingi 50,000 kwa kuwashirikisha watu wawili, lakini njia ya kutengeneza pair, kwa kila watu wawili utakaokuwa umewashirikisha, kampuni itakulipa shilingi 85,000. Sasa tuachane na hizo 50,000. Hiyo ni njia ya pili. Hapa tu concentrate na hizi pair. Hii ni njia ya kutengeneza pair ambayo utatengeneza pesa kwa kushiriki, kwa kuingiza, yani kwa kila watu wawili watakuwa wanatokea kwenye timu yako, utakuwa unatengeneza pesa. Hivyo basi, kwa kushirikisha hao watu wawili utakuwa tayari umetengeneza shilingi 185,000. Sasa tunakiona kipato cha pair kikoje. Mtu A baada ya kumshirikisha naye atashirikisha watu wawili, atalipwa kama wewe jinsi ulivyolipwa. Mtu B na yeye baada ya kumshirikisha atalipwa kama wewe jinsi ulivyolipwa. Baada ya hapo, kampuni nasema kwamba bila wewe hata hao wengine walioshirikishwa wasingekuwa wanachama wa kampuni. Kampuni inakulipa kwa kila pair ambayo itakuwa imetokea chini. Kwa hiyo kushoto na kulia, kampuni itakulipa shilingi 85,000 kwa wale watu ambao wameshirikishwa na watu wako wawili. Kushoto na kulia shilingi 85,000. Angalia jinsi ambazo hizi pesa ambazo wewe hujatumia nguvu zako, nguvu za watu wengine, jinsi ambavyo zitakuwa zinaingia baada ya kushirikisha watu wawili. Hawa pia na wenyewe watafanya vile vile kama ambavyo ninyi mmefanya. Wakifanya hivyo, kampuni itarudi pia kukulipa kwa kila pair, kushoto na kulia shilingi 30,000, kushoto na kulia 85,000. Hii ni 85,000. Kwa hiyo basi, kwa kila pair itakayokuwa inatengenezwa chini yako utakuwa unalipwa shilingi 85,000. So
Hii itaendelea hivyo hivyo, itafika stage watu hawajipangi vizuri kwenye timu, lakini kampuni itakuwa inaangalia watu walioingia, haiangalii tena mpangilio. Itakulipa kushoto na kulia 1085, 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 kushoto na kulia 1085 up to infinity. Nadhani umejionea namna gani utatengeneza pesa kwa mfumo wa global package. Sasa huo ni mfumo mdogo, naenda kukuonyesha mfumo mkubwa zaidi ya huu ambao utachagua we mwenyewe unataka kujiunga kwa mfumo upi. Sasa kwa kutumia mfumo wa Neoverse ambao ni mkubwa kuzidi huo wa global package, kampuni itakulipa zaidi na zaidi kwa kila pair utakayokuwa umeshirikisha. So kampuni itakulipeje? Utaanza hivyo, utaanza namna hiyo. Utaanza hizi akaunti zote unazoona nyeusi, Neoverse, mfumo wa Neoverse unaanza na akaunti 3. Yaani hizo akaunti zote 3 unazoziona, huyo ni wewe namba 1, wewe namba 2, wewe namba 3. Kwa hiyo basi unahitaji kushiriki. Mfano, ukishirikisha watu wawili, kampuni inakulipa shilingi 1085 kwa kushirikisha watu wawili. Lakini vipi? Kwa sababu huu mfumo unaruhusu kushirikisha hadi watu 4. Vipi kama ukishirikisha watu 4? Ukishirikisha mtu wa kwanza, kampuni itakulipa shilingi 140,000. Ukiangalia huu mfumo wa Neoverse haulipwi zile 50,000 kwa kushirikisha. Huku unalipwa shilingi 140,000 kwa kila utakayekuwa unamshirikisha. Ukamshirikisha mtu wa pili, kampuni ikakulipa 140,000. Ukamshirikisha mtu wa tatu, kampuni ikakulipa 140,000. Ukamshirikisha mtu wa 4, kampuni ikakulipa 140,000. Sasa hapo kampuni inakuwa imekulipa kulingana na watu uliowashirikisha. Twende tukaangalie namna gani kampuni itakulipa kwa kila pair utakazokuwa unazitengeneza kwenye mfumo wa Neoverse. Kampuni itakulipa akaunti yako ya pili kwa watu wawili uliowashirikisha. Kampuni itakulipa shilingi 1085 kwenda kwenye akaunti yako ya pili, na kampuni itakulipa pia shilingi 1085 kwenda kwenye akaunti yako ya tatu baada ya kushirikisha hao watu wawili kwenye akaunti yako namba 3. Sasa kwenye huu mfumo akaunti yako namba 1 inakuwa ni akaunti mama, inakuwa imekaa kifalume, yenyewe inakuwa haifanyi kazi, ila inasubiria kupea tu. Sasa kwa watu hawa 4 ambao umewashirikisha, akaunti namba 1 itapea tena, utalipwa kwenye akaunti yako namba 1. Hebu angalia kushoto na kulia, kampuni itakulipa shilingi 1085 kwenda akaunti namba 1. Kushoto na kulia, kampuni itakulipa pia 1085 kwenda akaunti namba 1. Yaani kwa watu 4 umelipwa akaunti namba 2, akaunti namba 3 na akaunti namba 1. Zote zimelipwa. Kwa hiyo utakuwa umetengeneza kwa kushirikisha watu 4 tu, utakuwa umetengeneza jumla ya shilingi 900,000 kwa kushirikisha watu 4 tu. Hii itaendelea hivyo hivyo kwenye mfumo huu wa Neoverse. Kampuni huyu mtu A naye akishirikisha watu wawili, mtu B akashirikisha watu wawili, C akashirikisha watu wawili na mtu D, akaunti zako zitaendelea kulipwa vile vile. Akaunti namba 2 kwa hao watu walioshirikishwa, akaunti namba 2 itatengeneza kushoto na kulia, italipwa shilingi 1085. Kushoto na kulia italipwa shilingi 1085. Akaunti namba 3 na yenyewe italipwa kushoto na kulia 1085, kushoto na kulia 1085. Kwa watu hawa akaunti namba 1 pia na yenyewe inakuja kulipwa kushoto na kulia 1085, kushoto na kulia 1085, kushoto na kulia 1085, kushoto na kulia 1085 up to infinity. Haina kikomo. Imagine unaweza kutengeneza pesa kiwango gani kwenye mfumo wa Neoverse. Imagine. Huo ni mfumo mkubwa kuliko ule wa global package. Kwa hiyo basi, hiyo ilikuwa ni njia ya 3 ya kutengeneza pesa. Naomba nikapresent njia ya 4 ambayo inaitwa unilevel bonus. Unilevel bonus. Nadhani umeona kwenye global package utatengenezaje pesa na kwenye Neoverse utatengenezaje pesa. Sasa njia ya 4 ya kutengeneza pesa, hii ni njia ambayo inatokana na commission. Inatokana na commission ya manunuzi ya bidhaa kutoka kwenye kila bidhaa, kutoka kwa watu wote ambao umewashirikisha kwenye timu yako. Yaani kila mwanachama, kila mtu ambaye utakuwa umemshirikisha anakuwa na uwezo wa kununua bidhaa ili kuwauzia wateja wake. Kila akinunua anakuwa amekuingizia commission kutoka kwenye kila bidhaa, iwe C24/7, iwe Resto Life, iwe Cold Deals.
kila bidhaa ina kamisheni yake. Sasa mfumo huu, hii njia ya 4 ni unilevel, unatengeneza commission kutoka kwa kila mtu aliyeko kwenye timu yako, kutoka kwenye kila bidhaa. Nadhani hapo umenielewa, sihitaji kufundisha sana, hiyo lugha imeeleweka. Na njia ya 5, utatengeneza pesa kutokana na cheo. Kampuni yetu, mtu ukiingia unaanza kama distributor, lakini ukifanya kazi itafika muda utapanda cheo. Sasa kwenye kampuni yetu cheo ni pesa. Utakapopanda cheo utakuwa unalipwa kwa madaraja kama unavyoyaona. Silver executive kipato chako kitaongezeka kwa 10%, gold executive 20%, global ambassador ndio cheo cha 3 30%, ruby global ambassador 35%, na diamond global ambassador 40%. Hii ni utakapokuwa mwanachama utafundishwa zaidi namna ya kunufaika na cheo chako. Lakini njia ya 6 inaitwa kipato cha kifalme, ambacho kwenye njia hii unaweza ukaanza biashara wewe kama sio hardworker, ukashirikisha mtu ambaye sio hardworker, ukashirikisha mtu ambaye sio hardworker, akashirikishwa mtu ambaye sio hardworker, lakini huku chini akapatikana mtu ambaye ni hardworker, akafanya kazi akawa global ambassador, akapanda cheo cha global ambassador. Akiwa global ambassador na wabadilisha nyie wote mnakuwa ma global ambassador. Kwenye biashara yetu hakuna kupitana cheo. Unaweza kumpita pesa mara 100 aliyekushirikisha, lakini uweze kumpita cheo. Hivyo basi hizo ndio njia kuu 6 za kutengeneza kipato. Sasa nitaenda kukuonyesha unaweza kujiuza biashara nimeipenda, lakini naanzeje? Utaanza kwa namna hii. Utaanza na mtaji wowote kati ya mitaji hii ambayo nitaionyesha. Kwa ule mtaji wa global package wa akaunti moja utaanza kwa shilingi 580,000. Kwa mtaji wa Neoverse utaanza kwa shilingi 900,000. So kampuni yetu ina mfumo wa trips pamoja na lifestyle, kwamba kwa watu ambao wanafanya vizuri kampuni wewe inawalipia kwenda kwenye nchi yoyote ile ambayo kampuni inakuwa imejipanga, waende wakajifunze, wakaenjoy maisha, waweze kupata experience kubwa biashara, waje waweze kuwafundisha watu wengine. Kwa hiyo ni swala la wewe kufanya kazi huku. Safari ziko waziwazi, safari ni za bure, na mwezi wa 4 kuna watu ambao wamejiandaa kwenda Philippines. Kwa kama na wewe unataka kuwa mwanachama na unataka kwenda mwezi wa 4 kusafiri, unaweza wa kusafiri kwenda Philippines kama ukiamua kusafiri na kampuni. So unapoanza biashara, kampuni haikuachi hivyo. Kama vile ambavyo mimi nilianza nikiwa sijui chochote kwenye kampuni, kama ambavyo viongozi wengine walianza wakiwa hawajui, na wewe ambavyo utaanza ukiwa hujui. Kampuni itakufundisha, itakupa mafunzo mpaka ufikie ubora ambao ni wa kiongozi ambaye ni bora kweli. Kama vile ambavyo viongozi wengine wamekuwa bora, kama vile ambavyo mimi nimekuwa bora, na wewe ambaye unanisikiliza sasa hivi utakuwa bora kwa namna hiyo. Haijalishi umetokea wapi, haijalishi unaishi wapi, haijalishi una umri gani, haijalishi wewe ni nani, una historia gani huko nyuma. Una uwezo wa kuwa na ubora wa hali ya juu kabisa pale ambapo kampuni yetu ikiwekeza kwako. Kwa hiyo inafanyeje? Kuna mafunzo ambayo ni ya namna tofauti, new distributors orientation, mafunzo ya bidhaa, mafunzo ya ujuzi, mafunzo online kama leo, mafunzo ya uzungumzaji, mafunzo ya uongozi, pamoja na event na workshop mbalimbali ambayo tumekuwa tukivizifanya kama unavyoona kwenye picha hapo pamoja. Na hii ni mikutano tofauti ya kampuni ambayo tumekuwa tukifanya. Huwa tunafanya mikutano mikubwa kweli karibia kila eneo Tanzania, kwa sababu tunafanya biashara ambayo ni kubwa sana. Kwa hiyo hadi kufikia hapo mimi nimemaliza kupresent. Naomba nirudishe kwa MC wa leo aweze kuendelea na program nyingine ambayo haitochukua muda zaidi ya dakika 15 hadi 20 na tumalize mkutano wetu wa online. Asante sana kwa kunisikiliza. I hope kila mtu amejifunza na ameelewa project yetu kwa ndani na kwa kina. Asante sana. Wow, thank you so much. Asante sana Kianzadeo kwa the best